Na ikiwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za Agr News. Mimi ni Videlis Moshoge, na siku ya leo tunaanza na taarifa ambazo ni za kushtusha kuhusu kifo cha mwanablogo ambaye ni Albert Ojwang ambaye amefariki mikononi mwa polisi. Inspector General wa polisi ambaye ni Kanja ameshtokeza na kusema kwamba wale polisi ambao walikuwa wamehusika hiyo siku ambayo alifariki basi wote wametumwa nyumbani na uchunguzi umeanzishwa. Mandated by the law. So I have a brief chronology of events that led to the death of Albert Omodi Ojwang. On Friday, 6th June 2025, Albert Omodi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offence of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at the occurrence book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Abagusii Hospital for treatment, as documented at the occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Na wakati huo pia familia ya mwanablogi huyo ambaye ni Albert Ojwang wamesema kwamba wanaomba haki itendeke kwa mwanao ambaye alifariki mikononi mwa polisi. Deputy IG of police, the deputy IGs, the OCS, they must have known what is happening. So they are culpable and they must be able to answer to the death of Albert Ojwang. And we are not going to rest. We are not going to sleep until they are brought to book. We have so far is that this gentleman did not actually die at Abagusii. This gentleman most certainly died in custody and was brought direct here. And so a lot of things are not adding up. We are still not able to give a concrete decision or position on what really caused the death of Albert, or who is culpable, or why he was arrested, and even if he was arrested for the allegations that were being made against him, we're not able to understand why we are being told that he was being held in isolation, and why we are being told that he hit his head against the wall and succumbed as a result of that. We have quite a number of pathologists that are present. We have a family pathologist who is on site as we speak. We have a pathologist that is representing IMLU and the Police Reforms Working Group. We are here with Amnesty, Law Society of Kenya, Defenders Coalitions, Voco Africa, the whole team of our Police Reforms Working Group. We want to assure the public of one thing, that we will not relent until the truth is determined. And we want serious action taken. Na hayo yakiendelea, pia chama cha mawakili nchini Kenya LSK ama Law Society of Kenya kimesema kwamba wanaomba haki na uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu kifo cha mwanablogo ambaye ni Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi. Police station. Evidently, the failure to adhere to the law and due process discloses the existence of ill will, bad faith and malice in the arrest of Mr. Albert Ojwang. Accordingly, we oppose any proposition that his death was an accident or that it can be justified. The entire predicament encountered by Mr. Ojwang prior to his death is consistent with a criminal conspiracy which must be fully investigated and prosecuted. The National Police Service owes Kenyans an explanation on why Albert Ojwang was handled with such animosity that he met his death within police custody. The rights enshrined in our Constitution apply to every Kenyan unless limited in accordance to the law. On account of their duties under Article
244 of the Constitution of Kenya, police officers are required individually and collectively to ensure that these rights are protected and upheld. Any action by police officers that does not only undermine the rights of any person, but worse, still discloses such arbitrariness and contempt for due process, as in the case of Albert, can neither be condoned nor justified. The treatment of Mr. Albert Ojwang is a betrayal against him and a betrayal against the people of Kenya. This cannot be wished away as an isolated incident because it is illustrative of deeper systematic weaknesses within the National Police Service. Kenya has no room for extrajudicial killings and criminal conduct by police. This is a past for which too much has been sacrificed to unshackle our country from. Tukiachana na kifo hicho cha mwanablogi Albert Ojwang ambacho kimezua maswali miongoni mwa Wakenya, tunaingia kwa taarifa nyingine ambapo mshauri mkuu wa serikali ambaye ni Moses Kuria amesema kwamba zoezi la kuwaajiri polisi lisimamishwe mara moja. Hii ni baada yake kusema kwamba umma umelalamika kuhusu hongo ya zaidi ya milioni 1 ambayo Wakenya wanaombwa ili kuajiriwa kama polisi. Kipchumba Murkomen, it is very clear from all the people in this country. Hii recruitment ya prison ambayo imefanywa, it was fraudulent. Mtoto anaitishwa 500,000 kazi ya jela, hiyo mshahara itarudi lini? And I want to ask Murkomen to cancel that recruitment. Airudia tena. Na tukimalizia si mara moja, 2 ama 3 tumeona mzozo ya kanisa katika maeneo tofauti. Sasa viongozi wa kanisa la Kiadventista ama SDA kutoka eneo la Bonde la Ufa wanasema kwamba kuna zaidi ya shilingi milioni 62 ambazo zimefujwa. Wanaomba maafisa wa ujasusi kufanya uchunguzi na wale ambao wamefuja fedha hizo kuchukuliwa hatua kulingana na sheria. Shamba lenyewe hata ukienda kufanya search right now ni ya kwamba ni shamba gushi ambalo wa Adventista hawajauziwa. Katika document ambazo tuko nazo hapa, kuna document kutoka kwa Land Registrar ambazo zili cancel title deeds ambazo tulikuwa tumeuziwa kwa njia ya gushi na zikawa cancelled, na baada ya wao kupewa siku 60 kurudisha, walikosa kurudisha zile title deed. Tulikuwa tunachanga kila mwezi 100 mara unakuta unaongeza, unaambiwa uweke, na sababu kwa kweli kama kazi ya Mungu tulikuwa tunajitolea, unaongeza hata unakuta unatoa 1,000 plus. Lakini tumekuja tukahuzunika kukuta kumbe tulikuwa tunanunua shamba hewa, maana mwenye shamba amesema hakuna shamba yeye aliuza. Na katika spoti ni kwamba timu ya taifa ya Harambee Stars na ile ya Chad zilienda sare ya 0-0. Ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Mimi ni Videlis Moshoge.